Mkiwa hai na mkiwa na nguvu. Praise the Lord Jesus. Amen. Want us to stand? Nataka tusimame. Thank you, Lord. Asante Bwana. Let us pray. Tuombe. Mighty Father, God Almighty, in the name of Jesus. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenyezi, katika jina la Yesu. What a wonderful day, Lord, that you've granted us again in this hour, Lord. Ni siku ya ajabu iliyoje Bwana ambayo umetupatia katika risali hii. We thank you, King of Glory, for the love you have for our hearts and our souls. Tunakushukuru Mfalme wa utukufu kwa upendo ambao umetupatia katika nafsi zetu. Thank you for your children, Lord. Asante kwa ajili ya watoto wako Bwana. Thank you, Lord, for the Sabbath. Asante Bwana kwa ajili ya Sabato. Thank you, Lord, for these children that love your name. Asante Bwana kwa ajili ya watoto hawa ambao wanapenda jina lako. Let it please you to bless us together mightily this day. Ikupendeze Bwana upate kutubariki kwa ukuu siku ya leo. My Lord and my Savior Jesus Christ. Bwana wangu na Mwokozi wangu Yesu Kristo. You alone is King forever. Wewe Bwana ni mfalme milele. And I wish, Lord, and I thank you indeed, my Father, today. Na nakushukuru Bwana siku ya leo. And I pray that many will come to you, Lord. Na naomba Bwana kwamba wengi wache kwako, to worship before thy holy feet. Hata waweze Bwana kuabudu chini ya miguu yako. To bow before you, King of Glory. Wakuinamie Bwana hata mbele yako, mfalme wa utukufu. Because you are a mighty God. Kwa maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Take charge right now, Lord. Kanisa sasa hivi Bwana. Oh, rule and reign supremely, Father. Uongoze na utawale kwa ukuu. In a mighty way in us, Lord. Kwa njia ya nguvu ndani yetu Bwana. Take over our minds, our hearts and our souls. Utawale nia zetu, mioyo yetu na nafsi zetu Bwana. By the power of the Holy Ghost. Hata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sanctify every soul that is here, Lord. Uitakase kila nafsi ambayo yuko hapa siku ya leo Wash Bwana. their minds, their hearts and their souls. Usafishe nia zao, mioyo yao Bwana na nafsi zao. Make them acceptable in thy sight. Na wafanye Bwana wakubalike katika mbele zako. Let the word of truth prevail here, Lord. Na waachilie Bwana neno la kweli liweze kutawala. Let the Holy Ghost to take charge of this service. Na waachilie Roho Mtakatifu Bwana ichukue ushukani katika Lord, thy word greatly today. Upake mafuta neno lako kwa ukuu siku ya leo. Blessing the bread before us. Yes, Lord. Even blessing thy bread. Hata ubariki mkate wako. That each one of us will find our portions. Ili kila mmoja wetu Bwana aweze kupata sehemu yake. We are going to praise you. Hata tunapoenda kukusifu. Worship thy name, Jesus. Na kuabudu jina lako Yesu. Pray for thy spirit to take over, Lord. Naomba Bwana roho yako iweze kutawala. Let all that shall be done for your praise and the glory. Ili kwamba yote yatakayofanyika Bwana ifanyike kwa ajili ya utukufu wako. Our hearts to rejoice in thy presence. Ufanye mioyo yetu Bwana yafurahi katika mbele zako. To offer thanksgiving unto you, Lord. Hata ipeane shukrani kwako Bwana. Because you are the King of glory. Kwa maana wewe ni mfalme wa utukufu. You are the mighty God in our lives. Wewe ni Mungu mwenye nguvu katika maisha yetu. Take over completely in all things. Uchukue ushukani kikamilifu kwa mambo yote. Let the word of the Lord prevail in our midst. Na waachilie neno la Bwana liweze kutawala katika yetu. Even by faith I pray. Hata kwa imani naomba. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Everybody say amen, hallelujah. Na kila mtu aseme amina, haleluya. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Thank you, Lord. Asante Bwana. I want to read a verse in the book of Psalm. Nataka kusoma andiko katika kitabu cha Zaburi 84. Katika mlango wa 84. Thank you, Jesus. Asante Yesu. You may sit. Unaweza keti.
hope everybody has a Bible. Natumai kwamba kila mmoja wenu ako na Biblia. Amen. Amen. Brother Habakkuk, are you ready? Ndugu Habakkuk, uko tayari? The book of Psalms 84. Kitabu cha Zaburi mlango wa 84. Thank you, Lord. Asante Bwana. Verse 1 says, how amiable are your tabernacles, O Lord of hosts. Katika mstari wa kwanza inasema, maskani zako zapendeza kama nini, Bwana wa majeshi. My soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cries out for the living God. Nafsi yangu imezionea shauku nyua za Bwana, na kusikondea moyo wangu na mwili wangu vinamlilia Mungu aliye hai. Praise the Lord. Amen. This is a man that knew the Lord. Huyu ni mtu ambaye alimjua Bwana. Many do not desire or cry for the Lord out there. Wengi hawatamani ama hawamlilii Bwana pale nje. Their souls are not looking or seeking for water to drink. Nafsi zao asitafuti maji waweze kukunywa. Amen. Amen. But David's soul was thirsty for God. Lakini nafsi ya Daudi alikuwa anaonea shauku Mungu. Hallelujah. Amen. I long for you, Lord. That is what it says. Alisema na kuonea shauku hewe Bwana. Even fainting for thy courts. Hata nikisimia kwa ajili ya nyua zako. Amen. Amen. You desire something until you faint for it. Unatamani kitu mpaka hata nafsi yako inaisimia. It's gonna be life and death thing. Inaenda kuwa ni kitu cha uzima ama uhai na mauti. Amen. Amen. It's either you get it or you die. Upate ama ukufe. Praise the Lord. Amen. And nobody wants to die, so you will go for it. Na hakuna mtu ambaye anataka kukufa, kwa hivyo unaiendea. David told the Lord, I don't need to go down the grave now, he said. Daudi alimwambia Bwana, sitaki kuteremkia kaburi sasa. Because who is going to praise you? Kwa maana ni nani atakaye kusifu? He said in the grave is total silence. Akasema pale kaburini ni kunyamaza tupu. Amen. Amen. But I need to praise you. Lakini mimi nahitaji kukusifu. Therefore deliver me, Lord. Kwa hivyo Bwana unikomboe from the shadows, kutokana na kivuli and the valley of death, na kivuli ya mauti. Praise the Lord Jesus. Amen. He loved to live so that he can praise the Lord. Alipenda kuishi ili aweze kumsifu Bwana. And he gave a promise to the Lord saying, na akapeana ahadi kwake Bwana akasema, as long as I live, nikiwa bado ningali hai. Hallelujah. Amen. As long as I live, nikiwa ningali hai, he said, I will praise the Lord. Akasema nitamsifu Bwana. Even when his flesh was weak, hata wakati mwili wake ulikuwa dhaifu, when his soul was looking down, na nafsi yake ilikuwa inainama na kuangalia chini. David had a way of speaking to himself. Daudi alikuwa na njia ya kujiongelesha. Amen. Amen. He would speak to his soul and say, oh my soul. Angemnenea nafsi yake na kusema, hewe nafsi yangu, why are you looking down? Mbona umeinama? Arise and bless the Lord. Inuka na umsifu Bwana. Bless the Lord of my soul. Bariki Bwana ewe nafsi yangu. Praise the name of Jesus. Amen. We need to get a lot from this man David. Tunahitajika kupata mengi kutoka kwa huyu mtu Daudi. Amen. Amen. He loved to give God the praise. Alipenda kumpatia Bwana Mungu sifa. To appear in the presence of the Lord. Na alipenda kuonekana katika mbele za Bwana. He loved the courts of the living God.
aishie. Amen. Amen. He said, let us come you to the courts of the Lord with thanksgiving. Akasema kwamba ingieni ninyi katika nyua za Bwana na shukrani. Hallelujah. Hallelujah. You should be a man like David. Inastahili iwe ni amina. You should be a man like David. Unastahili kuwa mtu anayefanana na Daudi, longing for the courts of the Lord, ambaye anatamani nyua za Bwana, having within your heart with thanksgiving, akitamani katika akichomeka ndani ya moyo wake na shukrani. Hallelujah. Hallelujah. Desiring to go and give God thanks, akitamani kwenda na kumpa Mungu shukrani. Hallelujah. Hallelujah. In the world there is no peace. Pale nje duniani hakuna amani. In fact, in the world you shall find tribulation. Kwa kweli pale duniani utapata taabu, mateso. Hallelujah. Amen. But Jesus gave a promise to his children. Lakini Yesu alimpatia ahadi kwa watoto wake. He gave a promise to his disciples. Akapeana ahadi kwa wanafunzi wake. Amen. He said, peace give I unto you. Akasema kwamba amani kwenu. Amen. Amen. Give I unto you. Na wapatia amani. Not like the world giveth. Sio kama vile duniani inapeana. In the world you shall have tribulation. Baada duniani utapata mateso. But in me you shall have perfect peace. Lakini ndani yangu utapata amani iliyokamilika. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Sifuni Bwana Yesu. You may miss to get some peace and joy out there. Unaweza kosa kupata amani na furaha pale nje. But I give you a promise and assurance the Lord shall give you his peace in his house. Lakini nakupatia hakikisho kwamba Bwana atawapatia amani tele katika nyumba yake. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sifuni Bwana. That's why Paul the apostle said. Hiyo ndio maana Paulo mtume akasema. Seeing we have been surrounded by a great cloud of witnesses. Tukiona kwamba tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Let us run the race. Kwa hivyo tukimbie katika tupige mbio. Amen. Amen. Looking unto Jesus. Tukimtazamia Yesu. Amen. Amen. You don't need to look at anybody else there. Haustahili kuangalia mtu mwingine pale. You look at the government. Haustahili kuangalia serikali, ama mama yako, or grandfather, ama babu yako, or your friends, ama marafiki zako, or your employer, ama mwajiri wako. Amen. Amen. You need to look at Jesus. Unastahili kumwangalia Yesu, because he's the author and the finisher of your faith. Kwa maana ni mwanzilishi na atakayemalizia imani yako. Hallelujah. Amen. Today we stand here having the faith. Siku ya leo tunasimama hapa katika imani. Having the faith. Tukiwa na imani. Hallelujah. Amen. Which was once delivered unto us. Ambayo ilipeanwa kwetu mara moja. We were given of this faith. Tulipewa imani hii. We received it of the Lord. Na tukapokea kutoka kwa Bwana. And he is the finisher of it thereof. Na yeye ndiye ataimalizia. He chose the time to bring it to you. Halijakuwa ile wakati ambayo alikuletea. He is the author. Yeye ndiye mwanzilishi. And he will choose the time to finish it up. Na atachagua ile wakati ambao ataimalizia. Because in heaven you don't need faith. Kwa maana kule mbinguni you don't need faith. Hauhitaji imani. It's only here on earth that you need faith. Ni hapa duniani tu ambapo unahitaji imani. For here you need things. Kwa maana hapa unahitaji vitu. Here you need victory. Hapa unahitaji ushindi. Bible says we overcome by faith. Biblia inasema kwamba tunashinda kupitia imani. Amen. Amen. You cannot overcome if you don't believe. Hauwezi ukashinda usipoamini. Amen. Amen. Faith also is the substance of things hoped for. Imani pia ni bayana ya mambo ambayo yanatarajiwa. Amen. Amen. It's the things that you have not seen. Ni vitu ambavyo hujaona. Faith brings to pass. Imani inaleta itimie. You are able to see those things by faith. Unaweza kuyaona vitu hivyo kupitia imani. Amen. Amen. You are not sufficient yet. Haujatosheka bado. Amen. Amen. That is why you need faith here on earth. Hiyo ndio maana unahitaji imani hapa duniani. So that you may believe to see the things that you have not seen yet. Ili
uweze kuamini, kuona yale mambo ambayo bado hutaangalia. Praise the Lord today. Sifuni Bwana leo. Amen. Bible says in the days of old. Biblia inasema kwamba katika siku ya Bwana, katika siku za kale. Amen. Hallelujah. The elders obtained a good report by faith. Wazee walipata habari njema kupitia imani. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. When the Bible talks about elders, it's talking about Shadrach, Meshach, and Abednego. It's talking about Daniel. It's talking about Moses. Praise God. Wakati Biblia inaongea kuhusu wazee, inaongea kuhusu Shadrach, Meshach na Abednego, inaongea kuhusu Danieli, na inaongea kuhusu Musa. Hallelujah. Amen. Those elders obtained a good report by faith. Wazee hao walipata habari njema kupitia imani. You need faith to obtain a good report also. Unahitaji imani ili uweze kupata habari njema. Amen. So that your life has a good record. Ili njia yako iweze kuwa na good record. Matendo mazuri ama habari njema. Praise the Lord. Ili njia yako iweze kuwa na habari njema. Because if you don't have faith, your report will be a bad report. Kwa maana kama hauna imani, habari yako haitakuwa mzuri. Because you'll be defeated all the time. Kwa maana utashindwa wakati wote. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. But when you have faith, you will overcome all the time. Lakini ukiwa na imani utashinda wakati wote. Amen. Hallelujah. It says by faith. Inasema kwa imani. Amen. That Shunammite woman, yule mwanamke Mshunami. Amen. Lived through the days until the rain came. In the days of life. Katika wakati huo wote mpaka wakati ule mvua ilikuja. Amen. By faith we live. Kupitia imani tunaishi. That's why the Bible says the just shall live by faith. Hiyo ndio maana Biblia inasema kwamba wenye imani wenye haki wataishi kwa imani. Somebody praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Sifuni jina la Yesu. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. We should therefore be like this man of God here. Kwa hivyo tunastahili kufanana na huyu mtu wa Mungu Daudi. Amen. He said, I was happy when they told me. Alisema kwamba nilifurahi waliponiambia. Amen. Let us go to the house of the Lord. Twende katika nyumba ya Bwana. Amen. People who wish they had 2 weeks before they come to church. Kuna watu ambao wanatamani wangepata wiki 2 kabla wakuje kanisani. Amen. Oh, this Sabbath came too fast, man. Hii sabato ni kama imekuja haraka sana. Amen. I feel like pushing it to next week. Hii kana kwamba isukume iende wiki ijayo. If you are like that, you are far away from the Lord. Kama uko kama huyo basi uko mbali sana kutoka kwa Bwana. You don't want Jesus, you. Hautaki Yesu wewe. You don't have the joy of the Lord in you. Na hauna furaha ya Bwana ndani yako. David was excited all the time about God. Daudi alikuwa na furaha kila wakati kuhusu Mungu. And he was saying, when shall I appear before the Lord? Na alikuwa anasema ni lini nitaonekana mbele za Bwana? That I may go and praise him in the midst of the congregation. Ili niweze kuenda na kumsifu katikati ya mkusanyiko. Hallelujah. Amen. We should decide to go and praise the Lord in the midst of the congregation. Tunastahili kutamani kwenda na kumsifu Bwana katikati ya mkusanyiko. Amen. Thank you, Lord. Amen. So therefore he said, I rejoice when they told me, let us go to the house of the Lord. Kwa hivyo basi akasema nilifurahi waliponiambia twende katika nyumba ya Bwana. Amen. When you read in another verse, I think it's Psalms 27 there.
Na ukisoma katika andiko lingine natumai ni Zaburi 27 hapo. Hallelujah. Amen. He said, this one thing will I desire. Akasema kwamba ni kitu hiki kimoja ambacho nitatamani. Praise the Lord. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. I desired nilitamani. This one thing, not two, one. Ni kitu hiki kimoja sio mbili. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What was this one thing he decided? Na ni kitu gani hiki basi kimoja ambacho alikitamani? He said that I may be in the presence of the Lord. Akasema kwamba ili niweze kuwa katika uwepo wa Bwana. In the house of the Lord. Katika nyumba ya Bwana. All the days of my life. Katika siku zote za maisha yangu. Not for one day, not for 10 years. Sio kwa siku moja ama sio kwa miaka 10. Some people love the Lord when they are still young. Watu wengine wanampenda Bwana wakiwa tu wangali wachanga, wadogo. Young here, like Purity and the rest, and look. Kama dada Purity, amen, na ndugu Luke. They love the Lord so much. They don't miss church. Wanampenda Bwana sana hata wakosi kanisa. When they grow up, lakini wakikuwa wakubwa sasa. Amen. Amen. Maybe they have children. Na wengine wapate watoto. They don't love Jesus no more. Hawapendi tena sasa Mungu. They send the children alone to church. Wanatuma watoto peke yao waende kanisani. Or maybe when they get nice jobs. Ama wakipata kazi iliyo nzuri. Oh, Jesus, thank you very much for keeping me until now. Asante Yesu. Asante sana kwa maana umenichunga hadi wa sasa. Now I'm very okay. Sasa niko sawa. I have my own car, my own house. Niko na gari langu, niko na nyumba yangu. I don't need you, Lord, now. Bwana sikuhitaji sasa. Those are the kind of people who make others think church is for the poor. Hao ndio watu sasa ambao wanafanya watu wengine waone kanisa kana kwamba ni watu maskini. Oh, once you get rich, you are no more. Ukisha kuwa tu tajiri au upatikani tena. But you have never read the book of Psalms 49. Lakini hujawahi soma kitabu cha Zaburi sura ya 49. Concerning the rich people, kuhusu watu matajiri that have built big estates, ambao wamejenga manyumba makubwa, and they have even put their names there, na hata wameandika majina yao hapo. But when the day of death shall come, lakini ile siku ya mauti itakapokuja, nobody will save that man. Hakuna mtu atakayeweza kumwokoa mtu huyo. His riches will not save him. Hata utajiri wake iwezi kumwokoa. Silver and gold will not save him. Fedha na dhahabu iwezi kumwokoa. His brothers and sisters will not save him. Na ndugu zake, kaka zake na dada zake hawawezi wakamwokoa. It's only righteousness, the Holy Ghost, that will save you. Ni haki tu peke yake, Roho Mtakatifu ambaye ataweza kukuokoa from death, kutokana na mauti. And even if you leave this world, you are going to be with Abraham. Hata ikiwa utaondoka kutoka kwa dunia hii, utaenda kuwa na Ibrahimu. You will not feel pain. Hautahisi uchungu. Amen. Amen. You will not go to hell. Hautaenda jehanamu and suffer forever like the rich fool that Jesus talked about. Na uteseke milele kama yule tajiri mchinga ambaye Yesu aliongea kuhusu. Amen. Amen. Who when he was in hell, he was really praying. Ambaye wakati ule alikuwa ndani ya jehanamu, sasa alikuwa akiomba sana. That his brothers who are still on earth should not follow him there. Kwamba ndugu zake ama kaka zake ambao walikuwa bado wangali duniani wasimfuate, waingie huko jehanamu. Things of this world are temporary. Ya kwamba vitu vya dunia hii ni vya muda. This is what is important, the word of God. Hii ndio kitu cha maana, neno la Mungu. The presence of the Lord. Na uwepo wa Bwana. Amen. Amen. This worship here is eternal. Ibada. Hii ibada ni ya milele. Amen. Amen. This life that we receive here is forever. Na uhai huu ambao tunapokea hapa ni wa milele. The test that this test in church is an eternal test of things. Hii
Kionjo ya vitu hapa kanisani ni kionjo ya milele. The feeling you receive here and the joy, that is heaven. Hisia ambayo unapokea hapa na furaha, hiyo ni mbinguni. It makes you forget everything else. Inakufanya usahau kila kitu. You forget you have children or husbands. Unaweza hata unasahau kwamba uko na watoto. And husbands. Na hata mume. You know, when you come to church, you are a soul. Najua ukija hapa kanisani wewe ni nafsi. And you bless the Lord and the Lord blesses you. Na unabariki Bwana na Bwana anakubariki. It's not a community. Sio jamii. It's not a family that's come to God, God will bless them as a family. No. Sio familia ambayo ikikuja kanisani Mungu anawabariki ikiwa ni familia. Hapana. Every soul, everybody, every child, every man here. Praise God. Kila nafsi, kila mtu, kila mtoto, kila mtu aliye hapa. You come as friends. God will not bless you and say these are two friends who came together or three. No. Mkikuja kama marafiki, Mungu hawezi akawabariki kwamba sasa hao ni marafiki wawili waje na wabariki. Everybody should access the Father. Kila mtu anastahili kumfikiria Baba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Sifuni Bwana Yesu. David said, this one thing have I desired, and this will I seek. Daudi alisema kwamba hiki ni kitu kimoja ambayo nimekitamani na hiki ndicho nitakitafuta. You have to seek, you have to spend some time. Unastahili kukitafuta, unastahili kutumia muda wako. You have to spend energy. Praise the Lord. Unastahili kutumia nguvu. You have to fight for it sometimes. Unastahili hata wakati mwingine kuipigania. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You have to go against everybody sometimes to get that which God wants you to get. Wakati mwingine hata inakupasa uweze kwenda kinyume na kila mtu ili uweze kufikiria pale ambapo Mungu anakutaka uwe. Because the devil always wants to block the way of the child of the Lord. Kwa maana kila wakati shetani anataka kufunga njia ya mtoto wa Mungu. He wants God to miss the worship. Shetani anataka Mungu aweze kukosa ibada. He can give you a very good job, but it was not God, it's the devil, because he wants to hold you from going to worship God. Anaweza kukupatia kazi nzuri sana na sio Mungu, ni shetani ambaye anataka kukuzuia usiende kumwabudu Mungu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Remember in Deuteronomy 13, kumbuka katika Kumbukumbu la Torati 13 that you have to be tried to see whether your love is genuine for God. Ya kwamba unastahili kujaribiwa ionekane kama kwamba upendo wako kwa Mungu ni halisi. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Somebody once came to church, to my house when I was living in Nairobi. Wakati mmoja mtu fulani akaja kwa nyumba yangu wakati nilikuwa naishi huko Nairobi. And she wanted to stay at home because she doesn't like coming to church with us. Na alitaka kubaki nyumbani kwa maana hakutaka tuende pamoja kanisani. But there is no way you can be in my house and then remain as I go to church. Never. Lakini hakuna, haiwezekani kwamba uko kwa nyumba yangu na upaki nyumbani nikienda kanisani. Hiyo haiwezekani. It's not possible whether you are saved or not. Haiwezekani ikiwa wewe umeokoka ama bado. Amen. Amen. So now this lady, I think she was a Ugandan or something. Na sasa huyu mwanamke natumai alikuwa kutoka kule Uganda. And she had been brought by a sister to my house. Na alikuwa ameletwa na dada fulani katika nyumba yangu. Amen. Amen. So she refused to go to church with us completely. Akakataa kwenda kanisani pamoja nasi kikamilifu. So I told her that then I have to obey the word of God. This is the Sabbath and we have to all go and close the house. We are going to worship God. Nikamwambia sasa na paswa kutii neno la Mungu. Leo ni Sabato na tunastahili kufunga nyumba na sisi wote tuende kanisani. So we are all going out. So whether you go to church with us or not, that's your problem. Sasa sisi wote tunaondoka. Ikiwa utaenda kanisani na sisi, hiyo sasa itakuwa chaguo lako. We went to church. I don't know where she went. Na tukafunga nyumba tukaenda kanisani. Sasa sijui alienda wapi. Praise the Lord. Amen. We came to look for her after Sabbath.
Tulikuja kumtafuta sasa baada ya Sabato. Amen. Amen. One day, another woman came to my house. Wakati moja, siku nyingine tena, mwanamke fulani alikuja kwa nyumba yangu. This is a respectful woman. Huyu sasa alikuwa mwanamke mwenye heshima. And we said we are going to church, all of us. Na tukasema tunaenda kanisani sisi wote. She is the grandmother of my children. Yeye ni nyanya ya watoto wangu. She said she never objected this. Hakukataa hilo. Amen. Amen. We went to church, all of us. Tukaenda sisi wote kanisani. And then we had a great service and preached the gospel there. She heard the word of God. Na tukakuwa na ibada kuu, tukahubiri neno la Mungu pale, akasikia neno la Mungu. She never used to like the gospel we were preaching. Hakuwa anapenda hiyo injili ambayo tulikuwa tunahubiri. Because she was a Catholic. Kwa maana yeye alikuwa Mkatoliki. I don't know why Catholics don't want us to preach the truth which is written in the Bible. Sijui mbona Wakatoliki hawataki tuweze kuhubiri neno la ukweli wa Mungu ambao umeandikwa katika Biblia. I don't know why. Praise the Lord. Sijui mbona. So she was never amused with the gospel, but she was tolerating it anyway. Kwa hivyo hakuwa anapendezwa na hiyo injili, lakini hata hivyo alikuwa anaivumilia. Amen. Amen. And she went to church with us, and then she goes back to the house. We go to church again together until she goes back to her place. Sasa tukaenda kanisani, tukarudi, tukaenda tena mpaka ile wakati alirudi kwake. Praise the Lord. Amen. I made sure that no guest should be able to stop us from keeping the Sabbath. Na nilihakikisha kwamba hakuna mgeni wowote anaweza kumzuia kutuzuia kutunza Sabato. Asiweze kutuzuia kutunza Sabato. Praise the Lord. Amen. 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 And who knows, by doing such you will save people. Na nani anajua, pengine kwa kufanya hivyo unaweza kuokoa watu. Amen. Amen. Because continually over time this woman came and believed the gospel. Kwa maana kuendelea katika muda fulani, huyu mwanamke alikuja kupenda injili. And she got into the ministry of Jesus. Na akaingia katika huduma wa Yesu. Amen. Amen. One day I came to church at Bomet and preached like this. Wakati mmoja nilikuja kanisani pale Bomet na nikahubiri kama vile na hubiri sasa. Told the people that you should never leave anybody at home as you come to church. Nikawaambia watu haustahili kuacha yeyote nyumbani unapokuja kanisani. Even your TV and your sofa set should know it's the Sabbath day. Hata televisheni wako na viti vyako vinastahili kujua kwamba leo ni siku ya Sabato. How can you leave somebody sitting there watching the TV and sitting on your seats while you come to worship God here? Unawezaje kuacha mtu pale kalia viti vyako na kutazama televisheni wewe ukija kanisani? Amen. Amen. And after church, na baada ya kanisa, I was told that in the midst of the people who are in the church, there is one brother who had left his uncle at home. Na nikaambiwa kwamba kati ya kanisa kuna ndugu mmoja ambaye ameacha mchomba wake nyumbani. He confessed after church himself. Yeye mwenyewe alikiri baada ya kanisa that God saw us today. Ya kwamba Mungu ametuona leo. And spoke exactly what happened today. Na akanena waziwazi kile ambacho imefanyika leo. And I had no clue of what was happening at all. Na sikuwa na habari yoyote kwa kile ambacho kilikuwa kinafanyika nyumbani. But Jesus knew. Lakini Yesu alijua. When I stand to preach, Jesus is the one preaching here. Nikisimama kuhubiri, Yesu ndiye anahubiri. You are not looking at a man here. Siangalii mwanadamu hapa. Amen. Amen. You are not looking at some fellow you know or your boss or whatever. Uangalii you are looking at Jesus. Uangalii hata mwajiri ama nini, lakini unamwangalia Yesu. Hallelujah. Amen. And the following Sabbath,
Na sabato iliyofuata they were on fire for Jesus. walikuwa sasa wako na moto And kwa they ajili ya Yesu. told that young man, today you are going to church with us. Na akamwambia huyo kijana kwamba siku ya leo utaenda kanisani pamoja nasi. God saw you last Sabbath and the things you are doing, and He told us in the church. Mungu alikuwa na sabato iliyopita na vitu ambavyo ulikuwa unafanya na akatuambia kanisani. Today you don't have that opportunity. Lakini siku ya leo hauna nafasi I hiyo. will not accept that today. Sitakubali hiyo siku ya leo. And they bundled the brother out of the house. Na akamtoa huyo ndugu kutoka kwa nyumba. And joined us in a meeting we had that Sabbath. Na akaungana nasi katika mkutano ambao tulikuwa nao sabato He hiyo. said, let me go anyway because you have said so. Akasema acha tu niende kwa maana umesema. And while in the church, Na akiwa kanisani, we had invited another preacher to come. tulikuwa alika mhubiri mwingine akuje. And he began to speak to him also not knowing. Na akaanza kumwongelesha pia akiwa hata ajui. He said, I know some of you are resisting this word. Akasema kwamba najua wengine wenu wanakataa hili You neno. are saying, I'm just coming here for the sick. Akisema ukisema kwamba nakuja tu hapa kwa ajili ya kukuja. Amen. And the word continued to tell him, I know you are saying that. Na neno likaendelea kumwambia kwamba najua unasema hivyo. But God is going to save you. Lakini Mungu ataenda kukuokoa. And you know what? Na unajua nini? That was the day that young man was saved. Hiyo ndio siku huyo kijana aliokolewa. Hallelujah. Amen. There are people that God would want to save and they are sent to your house. Kuna watu ambao Mungu anataka kuwaokoa na wanatumwa kwa nyumba yako. You must ensure you prepare the way of the Lord. Lazima uhakikishe kwamba umeandaa njia ya Bwana. Amen. Amen. Even if you cannot preach to them, bring them to the church here. Hata kama huwezi kuwahubiria, leteni wakuje kanisani. The Lord's word will get into their hearts. Neno la Bwana itaingia katika mioyo yao. And they can be saved. Na wataokolewa. They will be saved. Wataokolewa. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Sifuni jina la Yesu. Remember, the word of God says in Exodus 20. Kumbuka neno la Mungu inasema katika Kutoka sura ya 20. Amen. Amen. You are not opening, but you can read in your own time. Tutafungua hapo lakini utajisomea Remember, mwenyewe. the Sabbath day to keep it holy. Kumbukeni siku ya Sabato muiweke iwe takatifu. It says you and your children. Akasema kwamba wewe na watoto wako And your servants. na watumishi wako And even your donkeys. hata bunda zako, Even your vehicles should rest. hata magari zako magari yako yanastahili kupumzika. You cannot come to church and then you give out your car for taxi. Hauwezi ukaja kanisani na upeane gari lako ulifanye biashara huko nje. It is you who has gone because that's your energy, that's your sweat, that's your blood. Ni wewe ndio umeenda, kwa maana hiyo ni nguvu yako, hiyo ni jasho lako na damu yako. Or you give somebody to open the shop as you come here. Ama umpatie mtu aweze kufungua duka lako ukija hapa. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You got to rest. Inastahili kupumzika. And all that is within and without you and around you. Na kile kilicho ndani na karibu na wewe na hata isiliko nje na wewe. Amen. Amen. Irrespective of the age. Bila kujali umri. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. David said, all the days of my life, I will be in the house of the Lord. All. Daudi alisema kwamba siku zote za maisha yangu nitakuwa katika nyumba ya Bwana. Hadi yote. In his old age, he was still in the house of the Lord. Hata katika siku zake za useheni alikuwa angali katika nyumba ya Bwana. Kuna watu wanataka watumikie shetani mpaka wazeeke ndio wakuja hapa. There are some people who want to serve the devil until when they are old. When they have no energy, no pleasure to serve God, then they now come. Wakati sasa hawatakuwa na nguvu na hata furaha ya kutumikia Bwana, sasa ndio wanakuja. They can't even dance. Hawezi hata wakacheza. Surely you will have a little time to serve God. Kweli uko na wakati kidogo ya kumtumikia Bwana. Utakuwa na wakati kidogo ya kutumikia Bwana. Amen. Amen.
That's why the Bible says to the youth, remember thy creator in the days of thy youth. Hiyo ndio maana Biblia inawaambia vijana kwamba kumbukeni Muumba wako katika siku za ujana wako. It is enjoyable to serve God, people. Ni furaha kuu kumtumikia Bwana yenye watu. Amen. Amen. And you have to keep going, keep serving God through until when you are old. Na unastahili kuendelea kumtumikia Bwana kwa muda wote hadi wakati utakuwa mzee. I don't believe these reasons you give for missing church at all. I don't. Siamini sababu hizo ambazo unapeana ili ya kukosa kanisa. Work or what? Ikiwa ni kazi ama nini? That's nothing. Hiyo si kitu. Because when you are sick, do you go to work? Kwa maana ukiwa mgonjwa, je, unaenda kwa kazi? So work is not life and death. Kwa hivyo kazi sio uhai na mauti. Praise God. Amen. When you are sick, you are given a permission to go off. Until even if it is a whole month, you will be given. Wakati uko mgonjwa unapewa ruhusa ya kwenda nyumbani, hata kama itakuwa ni mwezi mzima utapewa. But if your soul is sick, nobody cares, including yourself. Lakini ikiwa nafsi yako ni mgonjwa, hakuna mtu ambaye anachali, hata wewe mwenyewe hujali. Praise God. Amen. 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 There should be no reason not to serve God at all. Haistahili kuwa kuna sababu yoyote ya kukosa kumtumikia Mungu. Because work will be there until you die. Kwa maana kazi itakuwa mpaka ufe. There is no time work will end. Hakuna wakati ule ambao kazi itaisha. You want to eat and dress. Ikiwa tu bado unataka kukula na kuvaa and to give birth to children who need resources, na kuzaa watoto ambao wanahitaji rasilimali, you will still work. Utafanya kazi. What about God? Inakuaje basi na Mungu? You need God. Unahitaji Mungu. But David said, this one thing will I seek, to be in the house of the Lord all the days of my life. Lakini Daudi akasema kwamba hiki ni kitu kimoja ambacho nitaitafuta, niweze kukaa katika nyumba ya Bwana siku zangu zote. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Blessed are they, verse 4, that dwell in the house. In thy house they will be still praising you. Heri wakaao nyumbani mwako, wanakuhimidi daima. Thank you, Lord. Amen. Verse 4 of Psalm 74. We are not moved away there. Amen. Amen. Blessed are those that are in your house. Zaburi 84 mstari wa 4, bado tuko hapo. Heri wakaao nyumbani mwako, because they will still be praising you. Kwa sababu wanakuhimidi daima. Thank you, Lord. Amen. And that is what the Lord loves. He loves to be praised. Na hiyo ndio kitu ambacho Bwana anapenda. Anapenda kuhimidiwa. That is why he blesses those that are in his house. Hiyo ndio maana anawabariki wale ambao wako kwa nyumba yake. Praise the name of the King. Sifuni jina la mfalme. Thank you, King of glory. Asante mfalme wa utukufu. And David knew there is a blessing in the house of God. Na Daudi alijua kwamba kuna baraka ndani ya nyumba ya Bwana. David knew there is a blessing in praising the Lord. Daudi alijua kwamba kuna baraka kutoka kwa kumsifu Bwana. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And he called all those that are in the house of God blessed people. Na aliwaita wote ambao wako katika nyumbani mwa Bwana watu ambao wamebarikiwa. Praise the name of Jesus. Amen. Because as long as you are in his house, you will be praising God all the time. Kwa maana ukiwa tu uko katika nyumba yake, utakuwa ukimsifu Mungu. Thank you, Jesus. Amen. In verse 5, Bible says, blessed is the man whose strength is in you, in whose heart are the ways of them. Mstari wa 5 inasema, heri mtu ambaye nguvu zake zatoka kwako, na njia ziendazo Sayuni zimo moyoni mwake. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. That's another blessed man whose strength is the Lord's. Huyu ni mtu mwingine ambaye amebarikiwa, ambaye nguvu yake iko katika Bwana. Amen. Amen. Praise God. Amen. In whose heart are the ways of the Lord.
ambaye ndani ya moyo wake kunazo njia za Bwana. That's another blessed man. Huyo ni mtu mwingine aliyebarikiwa, who derives his power, his strength from God, ambaye anatoa nguvu yake na uweza wake kutoka kwa Mungu, who walk in the ways of the Lord, ambaye anatembea katika njia za Bwana. And you walk in the ways of God, you shall be found in his house. Na ukitembea katika njia za Bwana utapatikana katika nyumba yake. Amen. Amen. You're found in his house. Na ukipatikana kwa nyumba yake. Amen. Amen. You will be one that praises the Lord. Utakuwa sasa yule ambaye anamsifu Bwana. Because the Lord delights in his people. Kwa maana Bwana anafurahia watu wake. Amen. Amen. When nobody delights over you, it normally feels bad. Wakati hakuna anayependezwa nawe, kila wakati inakuanga unahisi vibaya. These people hawanifurahii hata. Why do people want to be delighted about? Mbona watu wanapenda sana kufurahiwa? Amen. Amen. Because the Lord delights in his people. Kwa maana Bwana anapendezwa na watu wake. And when the Lord rejoices, what happens? Na Bwana akifurahi, nini inatendeka? Amen. Amen. When somebody delights you, you could do something. You could speak a word. You could give out something. Mtu akikupendeza utafanya kitu, utapeana kitu. Amen. Amen. There's a certain girl who came and danced before the kings. Kuna msichana fulani alikuja akacheza mbele ya mfalme. Until hadi Herode rejoiced so much. Akapendezwa sana. And then he spoke something. Na akanena kitu. Ask me anything, oh daughter, even half of my kingdom I'll give you. Uniulize lolote ewe msichana wangu, hata nusu ya ufalme wangu nitakupatia. There was a tradition to always please the kings. Kulikuwa na desturi kwamba kila wakati umpendeze mfalme. Make them happy. Wafanye wawe na furaha. Long time ago also we struggled to make even our parents happy. These days you don't care. Whether I'm happy or not, that's not your problem, isn't it? Samani pia tulikuwa tunang'ang'ana sana kupendeza wazazi wetu, lakini siku hizi hamchali. Ikiwa nina furaha ama sina, hauchali. In fact, these days children make demands. They are a different generation and they have to make sure you do them. As for your demands, those are yours, old man. Sasa siku hizi watoto pia na wao wako na mahitaji sawa ambao wanaitisha na hawataki kuchali mahitaji yako mzee. Hiyo ni shauri yako. You find a toddler coming to ask for iPhone 15. Unapata yule mtoto mdogo kabisa anakuja kuuliza simu ile ya hali ya juu inaitwa iPhone. Praise the Lord. Amen. Now I'm grade 4. And he's in grade 4. Going to buy me iPhone, you know. Anasema uninunulie ile simu. Praise God. Amen. Thank you Jesus. Amen. Now King Herod, na sasa mfalme Herode became so delighted until he spoke such a word. Akafurahi sana mpaka akanena neno kama hilo. And because daughters don't know what to ask, they go to their mothers all the time, you know. What can I ask daddy to give? Sasa na kwa sababu sasa wasichana wajui ni nini wataulizia, akaenda kwa mama yake akauliza niulize nini. Unfortunately, she had a wicked mother. Lakini sasa kwa bahati mbaya huyo mama yake alikuwa na nia ofu. Praise God. Ama nia kiovu. Then she tells the daughter, go and ask for John the Baptist's head. Akamwambia huyo msichana yake, sasa enda uulizie kichwa cha Yohana Mbatizaji. The daughter did not require the head of John the Baptist at all. Huyo msichana wake hakuwa anahitaji kichwa cha Yohana Mbatizaji kwa lolote. It's the mother. Ni mama yake. So be careful when you go to your mother, because instead of advising you to ask for what you need, she tells you to ask for what she needs.
Sasa mjichunge mnapoenda kwa mama zenu, kwa maana badala ya kukuambia kila ambacho utaulizia chenye unahitaji wewe, anakuambia uende uulize kila ambacho yeye mwenyewe anahitaji. Those are the mothers sometimes. Hao ndio akina mama wakati mwingine. Depending on their status, whether evil or good. Kulingana tu na hali yao, ikiwa ni waofu ama wazuri. So you can imagine now, the daughter had nothing to do with John the Baptist's head at all. But the mother did. Hebu oneni sasa, huyo msichana wake hakuwa na lolote la kufanya na kichwa cha Yohana Mbatizaji, lakini mama yake alikuwa nayo. The mother was against John the Baptist's gospel. Mama yake alikuwa kinyume na injili ya Yohana Mbatizaji. John the Baptist had warned. Yohana Mbatizaji alikuwa amemwonya that he should not get his brother's wife. Ya kwamba asioe bibi ya ndugu yake. Amen. Amen. But because they did the wrong thing according to the preaching of John the Baptist, they said, we need to kill this man. Na kwa sababu sasa walifanya kitu kinyume na injili ya Yohana Mbatizaji, wakasema tunastahili kumua huyo mtu. Because they had already put him in prison. Kwa maana tayari walikuwa wamemweka gerezani. That they knew one day he would come out and he would still preach again. Walikuwa wanajua kwamba siku moja atatoka na ataendelea kuhubiri tena. So we better kill him. Kwa hivyo basi ni heri tumue, so that this marriage can have peace. Ili ndoa hii iweze kupata amani. The illegal marriage could have peace. Ile ndoa isiyo ya halali iweze kupata amani. People don't want a man that tells them the truth when they want to do things which are wrong. Watu hawataki mtu ambaye anaweza kuwaambia ukweli wakati wanataka kufanya yaliyo mabaya. And I was telling you, when you please the king, he could speak a word. He could change things for you. Lakini nilikuwa nawaambia kwamba ukimpendeza mfalme atanena neno na atakutendea kitu. Amen. Amen. When you please the Lord, the King of glory, ukimpendeza Bwana mfalme wa utukufu, amen. Amen. He could speak a word to you. Atakunenea neno that will change you completely. Ambalo litakubadilisha kikamilifu. That is why it's good to go to church to worship the Lord. Hiyo ndio maana ni vyema kwenda kanisani kumwabudu Mungu. And to make sure you really please God. Na kuhakikisha kwamba kwa kweli umempendeza Mungu. Amen. Amen. You will go home with His word. Utaenda nyumbani na neno lake. Amen. Amen. Your life could be changed completely. Na maisha yako yatabadilika kikamilifu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. It is not in vain for us to be here, brethren. Sio kwa upatili kwetu enyi mandugu tuwe hapa. God is putting forth great records for us. Mungu anaweka nakili nzuri kwa ajili yetu. Every time we go through this risky world, God protects us because He has good records for us. Kila wakati tukitembea katika dunia hii ambayo imejawa na hatari, Mungu anatulinda kwa maana anayo nakili nzuri kwa ajili yetu. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. People are going through difficult moments. People are dying, but God is just protecting you in the midst of pestilence. Watu wanapitia katika nyakati ngumu na katika mateso, lakini Mungu anakulinda katikati ya hiyo yote. Even for this reason that you always come to worship Him. Praise God. Hata kwa sababu hii ya kwamba unakuja kumwabudu yeye. Don't see like you waste time to be here. Usione kwamba unapoteza wakati kuwa hapa. Actually, those who don't come are the losers. Kwa kweli wale ambao hawakuji ndio wenye wanapoteza wakati. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And we are the ones gaining. Na sisi ndio tunapata faida. Amen. Amen. Because we are putting the records in heaven. Kwa maana tunaweka nakili zetu pale mbinguni. Praise the name of Jesus. Amen. And that's why we are blessed to be in the house of God. Na hiyo ndio maana tumebarikiwa tuwe katika nyumba ya those that shall be in thy house. Wamebarikiwa wale ambao watakuwa kwa nyumba yako. Hallelujah. Hallelujah. For they will still be praising you. Kwa maana wataendelea kukusifu. Amen.
Amen. They will delight. They will make you to be delightful. That is what it says. Watakufanya uweze kuchawa na furaha. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And how great it is when the king is delightful. Na ni vyema kiasi gani wakati mfalme amependezwa. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. 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 Sure you make the king to be delightful today. Hakikisha kwamba umemfanya mfalme afurahi siku ya leo. And he will give you his word. Na atakupatia neno hili. He will cover you by the blood of Jesus. Atakufunika kwa damu ya Yesu. You will walk under his shadows. Na utatembea chini ya uvuli wake. Hallelujah. Amen. You will abide in his secret places. Na utakaa katika mahali pake paliposetirika. Amen. Amen. Psalms 90 will be fulfilled in your life. Psalms chapter 90. Zaburi sura ya 19 itatimishwa ndani yako. Thank you, Lord. Amen. Because you are serving God. Kwa maana unamtumikia Mungu. And you are making him to be delightful. Na unamfanya apendezwe. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Hallelujah. I have come here to please the Lord. Nimekuja hapa ili niweze kumpendeza Bwana. I know the reason why. Kwa maana najua sababu. I have come here to serve him. Nimekuja hapa kumtumikia. Because I know the reason why. Kwa maana najua sababu. He will not leave me to go empty-handed. Hata niache niende bila kitu. Praise God. Amen. Because in his house. Kwa maana ndani ya nyumba yake. Amen. Amen. In his house there is a table set for me. Kwa maana ndani ya nyumba yake kuna meza ambayo imeandaliwa. Eat and sup with him. Ambayo inaandaliwa kwa ajili yangu na nitakula and be filled. Na nichaswe. Satisfied. Na nitosheke. Praise the Lord, church. Amen. Praise the Lord, church. Sifuni Mungu kanisa. Hallelujah. Hallelujah. That's why when I'm coming to church I come prepared. Hiyo ndio maana wakati nakuja kanisani nakuja nikiwa nimejiandaa. I come like an executive. Nakuja nikiwa it's a meeting with God. Nikiwa kama mheshimiwa. Praise God. This is the state house for me. Kwangu hapa ni ikulu. Why na mtu anavaa slippers akienda state house? Kwa nini? You have to present yourself somehow as an executive, some honorable fellow. Praise God. Amen. Nastahili kujiandaa uonekane kama mtu mheshimiwa. Praise God. Amen. And sure we are. Na kweli tuko hivyo. Bible says so in Psalms 42, we are honorables. Katika Isaiah 42. Isaya 42 Biblia inasema kwamba sisi ni waheshimiwa. Yes, amen. I'll read for you someday. Nitawasomea siku moja. Sometime. Ama wakati moja. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Asante Bwana. Now we are going to praise God, make him delightful. Na sasa tunaenda kumsifu Bwana na tufanye apendezwe. Amen. Amen. You ready? Je, mko tayari? Hello? If you don't say amen, you may have to go back home. You should also play a part there. Are you ready? Amen. Usiposema amina, utaweza basi urudi nyumbani. Kwa sababu utakuwa unafanya vyema. Because you will not be doing good. Thank you, Lord. Amen. Are you ready? Je, mko tayari? So if you want to go out, like not given your offerings, make sure you give as we prepare the next 3-4 minutes to serve God. Na kama hautatoa matoleo unaweza toa sasa tunapojiandaa